pia hatujui. Anambia baba, hili hapa jambia zile dabo. Anasema sina muda mwanangu wa kufafanulia. Sasa baba, ni nani huyo? Ni nani sasa? Ni nani katenda haya baba? Mwanangu. Ambia swadi chefing. Umejifunza hiyo kitu? Asema hapana baba. Anasema kumbuka swadi chefing haiwezi kuondoka mwilini mwako, itaishi humo. Ni wale waliovaa vinyago, ni wale waliojifunika uso baba. Anasema dhambi ya zamani ukileta sasa hivi maana yake unaharibu familia. Kwa hiyo jilinde na tazama na uende mbele na maisha yako. Kwa hiyo mzee anajua neno kisasi maana yake ni kwamba hakuna atakayeachwa. Baba, japo kwamba msaafu nasema al-kisasu haq, lakini ukiishi katika umma wa kisasi maana yake ni kwamba hutakuwa na ukoo wa kuutunza. Na kisasi chenyewe ni cha nini ambacho unachokifanyia wewe? Kwa sababu nafsi ya mzee imekwisha kutoka. Sasa dogo anaambiwa na baba yake kwamba ukichukua maisha ya sasa hivi, yani yaliyopita ukayaleta sasa hivi, maana yake wewe hutaweza kuishi. Kwa hiyo kama wewe labda mzee Asumani aliuaga babako na wewe umekuwa unaambia mzee Asumani aliua babako, kwa hiyo na wewe ukaja ukamuua mzee Asumani. Kwa hiyo watoto wa mzee Asumani pia wakikuwa kubwa atambua aliua baba mzee Asumani ni huyu hapa. Kwa hiyo na wewe tena unauawa. Watoto wako na wakikuwa watapata taarifa, wataenda kuua tena mzee wa huyu ambaye aliua babako. Kwa hiyo mwishowe kisasi hakiwezi kuisha. Yani kisasi ni sawasawa na vita ya dini. Hata kama Wakristo wakisema wao wanataka wao ndio viongozi sijui na kila kitu wa dini, lakini katikati yake kuna Waanglikana, sijui kuna wanani, wako wengi. Hata Waislamu wakisema wameshinda katika vita ya dini, bado kuna Wasuni, kuna Washia, kuna Wahmadia. Kwa hiyo vita vya dini haviruhusiwi katika umma wowote ambao tuko nao katika hii dunia. Hauruhusiwi. Kwa hiyo baba alimsihi mwanae kwamba acha kisasi hakifai. Je, ni kweli? Dogo atavunga kwamba babake ameuawa na mama yake na mdogo wake anyamaze tu? Alikwenda kufanya mazishi. Basi mwamba aliweka kumbukumbu la baba, mama na mtoto. Yani aliwekea kumbukumbu pale wazazi wake. Alimchukua ile farasi mweusi ambaye alikuwa ni wa mzee, huku machozi yakimtoka akiwa amebaki yatima. Anasema bila kujali kwamba baba yake amekufa na vitu vyote vimeshatokea. Sasa katika kijiji chetu haijatokeaga kitu kama hichi. Najua hii inaitwaga cruel. Sasa Shu bado ni mdogo na hana baba wa kumwelekeza. Bahati ni kwamba familia yake, yani sio bahati ni kwamba familia yake imeuawa. Kwa hiyo manake lazima huyu mtoto apate kazi hapa katika hii sehemu ya Vinege Pansi panaitwa. Ni bwana mdogo mpendwa, mpenda watu. Kwa hiyo apewe ajira tu hapa. Hakuna namna sasa nyingine, ataenda wapi uchali? Anasema mtafutieni za Shu sehemu ambaye ataseto maisha yake. Atakuja kufanya maamuzi akiwa ameshakuwa mtu mzima. Ila kwa sasa asaidiwe kwanza. Kama mtaki kuongea, basi mimi nitaendelea kuongea kwanza. Kwa hiyo muandalieni hapa sehemu ya Vinege apate chumba. Lakini sehemu hii sio salama sana. Anaambia huyu ni mtu ambaye baadaye angekuja kukusaidia hata na wewe pia. Kwa hiyo kwa namna yote Chali lazima apewe msaada. Yani hakuna haja ya kumkimbia au kumwacha kwa sababu ya upweke au familia yake ndio ilikuwa imeangamizwa. Upande huu kuna kitu inaitwa la mgambo linalia. Likilia hili basi ujue kuna jambo kweli kweli. Wale mabwana inasemekana ndio wale ambao walitoka vitani katika hali ya kuangalia mipaka. Asema nauza kinyago, asema nataka imoja, nipe.
Shuruba na shughuli kwa zinaendelea. Master Tao, nashukuru sana bana kwa kuchungulia uangalifu njia yote na hatari zote ulizozipita na kutuchukulia uangalifu watu wa mipaka ya sehemu hii. Hivyo unastahili zawadi mheshimiwa. Ambaye unakaribishwa, hilo ni jukumu langu. Kwa hiyo kama ofisa lazima niweze kuwalinda wananchi. Basi ikawa ni bonge la burudani, yaani burudani zinaendelea. Hawa jamaa walikuwa wamerudi kutoka vitani, lakini ndio ambao walirudi wakatoa roho ya mtu pale. Asema ndio, hii ni Chang City. Ndio, unajua kuna vitu vizuri tumerudi navyo. Unajua kule vitani, katikati ya vita kuna mambo yalikuwa yanaendelea kidogo. Yaani kuna shuruba zilipanda. Asema ndio, unakumbuka kale katoto kadogo kalivyokunja uso? Jamani niachie. Bwana. Sasa napiga stories za mauaji jinsi ambavyo walikuwa nao. Master hao ananiita. Ambaye ndio master hao amekualika ndani huko. Kuna maelezo utasema nauliza. Zawadi ambazo ziliandaliwa ziko tayari? Zote ziko tayari. Safi. Na treasure 2 ziko safi pia. Master Mao, don't worry. Hiyo ni safi hiyo. Nenda. Kanywe kinywaji na wenzako mle bata. Sasa naambia kiukweli ni kwamba sio ishu kubwa sana, kwamba itafikia hatua ya kufanya kazi katika mazingira magumu, ambapo kweli tulipambana katika hali ngumu sana. Kwa hiyo naomba angalau tuchukue siku 2 au 3 kabla tujaondoka hapa. Sema najua mmetengeneza vita, mmeteseka kwa miaka mingi sana. Ndio. Hata mimi pia nilitaka mpumzike kidogo, mfurahi. Nenda kaambia jamaa zako mfanye nyama ya bure, konso wangu ndo amesema, na kinywaji nyingi. Sawa. Asante Master Mao. Haya, sepa. Sasa kasheshe iko hapo. Shuruba. Mambo ya kuwa mazuri kabisa kwa usiku. Upana baada ya kufanya mapumziko, sasa alirudi sehemu kidogo kwa amechill na tomato, maana mambo bado. Vitu ambavyo walikuwa wamevipata kwenye vita, kuna chumba moja ya siri ambaye ndiko wanapohifadhi vitu. Sasa ujamaa alikuwa anapeleka hivyo vitu ndani. Ndani kuna mkuu ambaye ni mhasibu wa masalia ya vitu vilivyobakia vitani. Mkienda kupiga vita mkishinda, watu wa wanachukuaga, sometime wanachukua hata mafarasi, wanabeba wanawake, wanaondoa watoto, wanachukua vitu vya samani. Sema nini? Si ndege huyu. Hii inaitwa Jedi Pakon. Hii ni Quillian Mountain. Hii ni ishara ya ndege mkubwa ambaye anatoa ishara kwamba kila kitu ni sawa. Kwa hiyo hii inaitwa treasure, yani samani ya mali. Sawa Master wangu. Unajua safari ilikuwa ndefu, umerizika? Anasema kwa hii moja ni kubwa sana. Mhasibu ambaye anaitwa Master wangu ambaye ndo anaongoza kila kitu hapa. Anasema je, unajua hii nini? Hii glasi. Unasema hii ni glasi. Hii inaitwa luminous glass. Katika dunia hii ni value, heshima, thamani. Lakini pia hii ni kitu cha pressure. Kwa hiyo pia unaweza ukaita precious. Grab wine lumio glass. Hii nayo ni glasi moja ya thamani sana ambaye haiwezi kunywewa na manyabumbu. Mabosi peke yake ndio wanakunywa kwenye glasi. Basi dogo anasema nimeelewa, asante mkubwa, nashukuru. Pasa akisema basi kila kitu kimeenda vizuri. Je, wakati mkirudi kuna jambo lolote? Mpambano kwenye vita uliendaje? Unajua kwa mfano kama Gauzo